Huyu mwamba anaitwa Kewe, ni kijana ambaye baba yake alimkataa na mama yake alimkimbia akaenda nchini Italy, hivyo akabaki peke yake mjini Lagos nchini Nigeria. Akiwa na miaka 7 tu, ili kufanikisha maisha, Kewe ilibidi awe ombaomba na mfanyakazi wa kila aina. Ilikuwa ni mwaka 2025, Kewe anachaguliwa kujiunga na chuo kikuu kozi ya biashara. Akapambanisha sana ada, ila anakuja kupata msaada kutoka kwa mama yake aliye nchini Italy. Alisaidiwa ada tu, hakupewa hata thumuni ya pesa ya matumizi. Basi ni mida ya asubuhi, Kewe kabeba begi lake kuelekea chuoni kwa ajili ya usajili. Njiani anasimamishwa na msichana anayemuomba amsaidie kutafuta sehemu ya kubadili nguo baada ya kumwagiwa maji na gari barabarani. Basi mwamba anaamua kutokutilia umanani sana ile tukio, anaamua kumsaidia yule mrembo, anamsindikiza, anabadili nguo. Baada ya kumaliza, yule mrembo anajitambulisha kuwa anaitwa Amira na ni mwaka wa kwanza pale chuoni. Mwamba anajitambulisha kwamba anaitwa Kewe huku akishikana mikono. Ghafla inaingia gari ya kifahari sana, Lexus GX 460 yenye thamani ya si chini ya milioni 190. Amira baada ya kuiona ile gari anamwambia Kewe msubiri, anajongea karibu. Ndani anashuka kijana mwenye miaka 19 anaitwa Jonathan, ila mimi nitakuwa namuita Johnson kwa sababu ni rahisi kutamka. Naam, kigongo cha leo kinaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Joe na ningependa kukaribisha mpenzi mtazamaji kujiunga nami. Usisahau kusubscribe na kulike hii video. Usaliti wa mapenzi, kumuua mzazi, kuambatana na watu wenye mizizi ya kuzimu. Sio kila mtu ambaye unamuona kafanikiwa ni mwema. Una akili sawa au ni pungwani? Hapo hapo Amira anaanza kumfokea Jonathan, kwa sababu gari yako ni ya kifahari haimaanishi uendeshe kama kichaa. Unawezaje kuendesha na kunimwagia maji barabarani alafu unaondoka kama hujaniona? Upande wa pili kuna binti yuko anabishana na mama yake. Huyo mrembo anaitwa Bella, ni mtoto kipenzi cha mama yake, na leo alikuwa kamleta chuoni, ila binti anakasirishwa sana na kile kitendo. Rudi nyumbani mama, sio lazima unilete chuo, mimi ni mtu mzima sasa. Huko Jonathan anataka kumpiga Amira. Kewe anaingilia kati na kumkingia kifua Amira dhidi ya Johnson. Tutaka kumbutua, mbutue. Hivi bro, unajua mimi ni nani? Sijali wewe ni nani. Basi pale pakawapata shika nguo kuchanika. Johnson anaona hawa wanamtania, kafuta simu ampigie baba yake, ila anataka kuondoka. Amira anamzuia. Dogo akaona isiwe shida, nimekumwagia maji, ngoja nikupatie kiburunguti. Akachomoa kama 700,000 pale chapsa haraka. Anachokifanya na kutupia zile pesa Amira zinamwagika chini zote. Alafu Jonathan anatembea, angalia nyuma wala nini. Huku nyuma Kewe akainama na kuanza kuokota zile pesa bwana. Ilikuwa ni mida ya jioni kabisa. Amira ikabidi aelekee hostel za kike alizokuwa amepangiwa. Anafika anakutana na yule binti ambaye alikuwa anabishana na mama yake. Hii inamaanisha Amira na Bella watakuwa wanakaa chumba kimoja. Kitu cha ajabu, mama yake na Bella anaingia kwenye kile chumba, anamsemesha Amira, afu kisha anaongea na binti yake. Huyo mama anaamua kuchukua namba za Amira ili kitu chochote kikitokea aweze kupata mtu wa kumpigia. Baada ya pale, yule mama alimsihi sana mtoto wake awe na tabia nzuri pale chuoni, ila sikio la punda halisikii dawa. Baada ya mama yake tu kuondoka, yule binti bwana kumbe alikuwa amevaa nguo fupi kwa ndani, anavua nguo ya nje heshima, anabaki na kinguo kifupi kweli kweli. Hiyo hichi kitu kinamshangaza sana Amira, inabidi amuulize, kwa nini unamfanyia mama yako hivyo? Mpigie simu basi umwambie, umechukua namba zake, hebu usinisumbue mimi. Muda ili sakata linaendelea, Johnson naye anaitwa hostel bwana. Dogo anaanza kulalamika kwamba chumba ni kidogo sana, hamna nafasi ya kupumua na kwa nini mazingira sio masafi. Dogo anashangaa kuona saa kisamani ukutani, anasema kwani tuko katika enzi za dinosaur hapa? Hiki ni nini sasa? Chumba hata hakina AC. Hebu mpigie baba bwana badilishie chumba, mimi siwezi kukaa huko. Bado analalamika, wajakaa sawa katika kile chumba. Anaingia Kewe. Johnson anamwakia, unafanya nini kwenye chumba changu naishi mimi na baba yangu ndo kanilipia. Dereva yake anamwambia, mzee hapa chumba mna share. Mwamba vipi tena hapa? Mbona kama vile Kewe anamwangalia Mwamba, anasema uchali vipi? Mbona amekaa kileleka? Johnson bwana akamfuata Mwamba, kana mnyoshea vidole eti babangu nini. Mwamba akakwida mara moja akatupa kitandani. Dereva pale naye anataka kuleta mambo ya ajabu. Mwamba akamwambia nitakushika nyoro, yani nitakupakata wewe na mtoto wa bosi wako, nitawapakata wote wawili. Nampigia simu baba, haiwezekani tena, binti anataka nipakate, siwezi kukubali kabisa. Nampigia simu baba. Huyu dogo babake ni mwanasiasa mkubwa sana pale nchini, kwa mara nyingine alikuwa anashika wadhifa wa mkuu wa mkoa. Baada ya kumkwida dogo, Kewe anaamua kutoka nje ya hosteli, huku mwaka wa kwanza wanaendelea kuingia pale chuoni. Fikiria, umempigia mtoto wa mkuu wa mkoa, alafu anampigia babake simu kuja chuoni, alafu wewe ni mtoto wa kapuku ile mbaya. Unadhani kinaenda kutokea nini? Shughuli zinaendelea, Kewe amekaa zake kwenye ngazi, ndipo anamuona mzee anapanda kuingia hosteli. Anamtizama kwa makini, anamtambua kwamba ni baba yake mzazi, ila mzee hakumtambua maana ishapita miaka mingi sana. Huyu mzee alimkataa mtoto akiwa na miaka 7 tu. Alafu dogo anamwona babake anaingia hosteli, anampita kama mfahamu. Basi kumbukumbu zinarudi nyuma. Huu ni mwaka 2006, Kewe akiwa na miaka 7, na kwa mara ya kwanza kabisa anamwona babake mbele ya mama yake. Mzee anamkataa dogo, anasema wewe sio mtoto wangu, mtoto wangu yule ambaye kwenye gari kule. Mama anamsukuma Kewe aende kwa babake, na hii ni kipindi kabla mama yake hajamkimbia akaenda Italy. Mzee kamaliza kutupa mzoga, anaingia ndani ya chuma kali, anaondoka. Mama mtu anamshika mtoto, anamwambia unamwona huyo ndo babako. Mtu yoyote akimuuliza babako yuko wapi, sema amekufa.
unanisikia? Amekufa. Huo ni uchungu wa mama. Hii story bwana haijaishia hapo. Huyu dogo Kewe baada ya hapo alihangaika sana kumtafuta babake, ila kitu ambacho babake alimfanya dogo mdawa na miaka 7. Utaamini macho yako. Unaona huo uchungu, na dogo hajamsemesha babake. Huyu mwamba alipigwa kitu kizito. Kule chumbani Johnson anaamka kwa furaha, afu anamkumbatia yule mzee. Oya bwana, je, huyu ndio babake na Jonathan au ni ndugu yake amekuja kumtembelea? Na mambo ya chuo, kuna binti yuko huko anafanya usafi. Mle ndani anaingia mwaka wa kwanza. We, uoni na deki? Ni chumba nimepangiwa, sivyo? Atoa begi yako nje ukasanitize, usije ukaniletea vidudu ndani. Ilikuwa ni mida ya jioni. Amira anamuona Kewe anampungia mkono, ila mwamba anamkaushia. Hichi kitendo kinamguza binti, ila mwamba alikuwa ndani ya mawazo mazito sana. Bella ameona kilichojili, kabudi amuulize Amira, unamfahamu na kwa nini amekukaushia baada ya kumpungia mkono? Majibu ya Amira ni kwamba simfahamu na sijampungia mkono, ila Bella akamwambia hapana bwana, nimekuona unampungia mkono ila mwamba amekukaushia. Yani siamini macho yangu jamani. Upande wa pili Kewe yuko ndani ya mawazo mazito kufuatia kilichotokea. Hajakaa sawa, mle chumbani anaingia Jonathan, anamwangalia Kewe vibaya kweli, hapo anaanza kujiongelesha. Mungu wangu, hicho ni nini sasa? Wani kichumba ni kwa ajili ya wanadamu au wanyama? Baada ya kusikia hivyo, Kewe macho inamtoka, anamtazama Jonathan kwa hasira sana. Dogo Jonathan anafika, anakaa kitandani, hapo anachukua kiredio, anaanza kupiga mziki mkali sana. Kewe anamwambia, bwana punguza sauti. Nisipopunguza utanifanya nini? Kuja hapa wewe kama ni mwanaume, upunguze hiyo masauti. Mle ndani unatokea mvurugano. Kewe anaamua kuchukua ile redio na kuibamiza ukutani. Dogo anakuwa hana cha kufanya. Ni usiku wa manane. Baba dogo, baba nauawa, baba. Huyu dogo alikuwa anakimbia kuokoa maisha yake. Amekamatwa na wauni wanataka kumchoma kisu cha shingo. Kewe anaingilia kati, anashika mkono yule mwamba ambaye alikuwa ameshika kisu, anaanguka naye chini na kumkaba ile mbaya. Ugomvi ulikuwa sio mchezo. Maisha ya mtu yako rehani. Basi wale wauni baada ya kupigwa ikabidi wakimbie. Mmoja alitaka kuucheza ila akaona mkono wa Kewe bwana ulikuwa sio mchezo. Huyu mwamba alikuwa anafundisha gym, kumbuka. Bwana baada ya kile kitendo, kumbe ambaye alikuwa anaokolewa ni Johnson. Kumbuka baba yake ni mwanasiasa na wanasiasa wana maadui wengi. Kewe baada ya kumwokoa mwamba hakutaka mazoea wala kuongea, ameshafanya wema, anaondoka zake. Huko nyuma Johnson anaamua kumkimbilia. Ilikuwa ni hosteli bwana. Haka binti kanaitwa Bella akakuwa anamshawishi Amira waende disco bwana, yani waingie club. Kanamwambia cha ushamba, tuko chuo. Ila Amira alikuwa ni mwoga. Punde si punde. Basi punde ni nini? Mabinti walishavalia bwana, wanataka waende wakaenjoy usiku. Amira alikuwa bado ni mwoga, ila Bella anamshawishi ile mbaya. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu mpenzi mtazamaji ni kwamba hiki chuo si chuo cha kawaida, ni chuo ambacho wanasoma watoto fulani hivi wa kishua, lakini ndani ya hiki chuo pia kuna kikundi cha vijana kinamilikiwa na mwanasiasa na kazi yake kubwa ni kudondosha watu chini. Bella, umevaa nini hiki? Achana mimi, usifuatilie maisha yangu. Huyu dogo anaitwa Brai, ni ndugu yake na Bella, yani ni mapacha. Wanasoma chuo kimoja na ni mwaka wa kwanza. Kumbuka Bella aliko na mama yake anavaa nguo za heshima. Ndugu yake anamkuta amevaa ajabu. Bella anamfokea sana ndugu yake. Mimi na wewe hapa chuo hatufahamiani, unanisikia Brai? Chuoni kuna mambo ya ajabu sana. Huko roommate wasoma na mtupia mto kitandani. Dogo ni anarudisha. Hii inaitwa vita baridi. Baada ya kutupiwa mto anaona wewe nifahamu. Ngoja nikuoneshe. Anachukua shuka, anaanza kulichapa. Ila lengo lake tu ni amvuruge mwenzake. Haya ndio mambo ya mabinti bwana chuoni. Jamani, umeangalia mpaka hapa hujalike video. Hebu niambie kwenye comment unaangalia hii movie kutoka nchi gani? Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Msumbiji, Uganda au nchi nyingine yoyote? Wamefika sehemu ya starehe. Bella anajirekebisha kuonesha mtindi. Ila Amira anamzuia, wewe acha. Unataka kuonesha kifua wakati mtindi wenyewe hauna. Kuna kijana anawasogelea hapa. Bella anamkata kajicho kwa pembeni kama vile anaona aibu. Ghafla anakimbia kutoka nje. Pale ndani anamwacha Amira peke yake. Kumbuka huyu ndo alimshawishi Amira bwana watoke out. Kumbe kina miaibu kibao, akiwezi hata kodiri na wanaume. Mwamba akapata katoto mpaka nje. Mzee ashaona usimlaini, anafika anamkamata kiuno. Mtoto achi, jamani, mbona nishika kiuno? Una matatizo gani? Unakuja unanikamata kiuno, unataka kunifanya nini? Alafu we mchumba anaondoka. Unaenda wapi mama la mama? Mbona unaondoka sasa unaniacha? Ngoja nikwambie kitu kimoja mpenzi mtazamaji. Hao wawili walikuwa wanasoma pamoja O-level na Mwamba alikuwa anamsinichi bibie, ndio maana bibie amekasirika akaondoka. Upande wa tatu kuna mtu anamkimbilia Kewe bwana. Johnson amemganda Kewe kama nini? Bro bwana, si unajua mimi wangu nipishe niondoke. Subiri basi. Bro, unajua umenisaidia sana. Mimi sikutegemea kama usikuja ukanisaidia hivyo. Mimi mambo yangu. Subiri, mimi baba yangu, huyu dogo bwana, kila kitu baba yake. Watoto wakishua wanakuwa kama vile mayai, kwa sababu kila kitu amezoeaga mzee wake anamfanyia. Basi hapa kitu alichokuwa anamwambia Kewe ni kwamba anataka Kewe awe bodyguard wake. Atakuwa anamlipa pesa kiasi fulani. Ila Kewe hakutaka kusikia upumbavu kabisa. Ndipo pale ndani alipokuwa amebaki Amira, anaingia asoma. Huyu dem ni bonge ya mwimbaji. Anamuuliza mrembo, kuna mtu anakaa hapa? Bibi anasema hapana. Mchumba anaamua kukaa pembeni ya Amira. Hawafahamiani, ukimya unatawala. Hai, mambo, naitwa Soma. Wewe unaitwa nani?
Mimi naitwa Amira. Nimefurahi kukutana nawe. Nami pia. Eyo, wagwan, ladies and gentlemen. Piga kelele kama uko na furaha. Umwatoka kinyonge wazee baba, piga kelele. Shout kwa manigango wote wenye vinywaji hapo juu ya meza. Huyu mwamba ni wale watu ambao wanachangamsha pati. Sasa wajomba, hatujaja hapa kuuza sura. Yaani kama uko na kipaji hata la kuimba nini, unakuja hapa mbele unaonesha mavitu. Muda yule mjomba anaongea vile, soma sura yake inaonesha kama vile mtu ambaye anakosa furaha. Huyu bibia ni bonge ya mwimbaji, ila babake alimwambia nikikukuta unafanya mziki mimi nitakuwa sio baba yako mzazi tena, utamtafuta baba yako. Hivyo bibia ilibidi aache mziki na babake akamlazimisha kwenda kusoma masomo ya biashara. Mtoto anakimbia na hii baada ya kushikwa na uchungu kwamba hawezi kufanya chochote kuhusiana na mziki japokuwa fursa ipo. Ile somo ameondoka, Kewe anaonekana akiingia kwenye ile pati. Mchumba anasimama anapagawa baada ya kumwona mchizi. Kabla hajapiga hatua kumfuata mwamba, kuna mishikaki miwili inaingia pale. Hii ni kuliwa kachumbali na ndizi za Bukoba. Watoto wanafika pale wanaanza kujipanga. Hizi mambo Kewe hapendelee kabisa, kaondoka nyuma bwana kama mkia. Jonathan anamfuata. Kwa nje wanafuatwa na Amila, kinatembea maskini kwa uoga. Kewe, inawezekanaje unakuwa na urafiki na huyu baada ya kitu alichonifanyia? Au ina maana mimi sina thamani kwako? Unazungumzia nini Amira? Kewe, huyu ni adui yetu, huwezi kuongozana naye kabisa. Adui? Adui. Nani kakwambia mimi na wewe ni marafiki? Linamchoma bibi afu mwamba anaondoka. Nani amekwambia wewe na yeye ni marafiki? Kama unaelewa movie yetu basi naomba unigongee like. Mama yako Ridia ni mwanamke jasiri sana. Itakupa maisha ambayo baba yako alikunyima. I want you to kill your father, Douglas, as a test of your loyalty. Naam, umemsikia mzee bwana. Hii ilikuwa ni episodi 1 ya Campus Chronicles. Je, niwaletee episodi ya pili? Niandikie kwenye komenti nilete au nisilete, kwa sababu mimi kitu ambacho nakifanya naleta kile kitu ambacho watu wanataka kuangalia. Mnaweza mkawa mjaipenda hii kabisa.